mavazi ya kikahaba. Nitasoma neno la Mungu kitabu kile cha Mithali sura ile ya 7 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Mavazi ya kikahaba yametajwa kwenye Biblia, yaani ni mavazi ambayo maalum mtu akimuona mtu aliyevaa mavazi anajua huyu ni kahaba, huyu ni malaya, huyu ni mzinzi. Na kama mtu ananunua makahaba anaweza akamnunua. Basi siku moja nilioneshwa mimi mwenyewe katika ndoto nikiwa nimevaa mavazi ya kikahaba. Nilikuwa nimevaa sketi fupi ambayo inabana, nikiwa nimevaa t-shirt ambayo ni transparent, manake inaonesha nguo ya ndani. Hizo nguo kwa jina lingine huwa wanaziita shifoni. Lakini nilikuwa pia imeacha mabega wazi, manake ni nusu mikono ama ina mikono mifupi. Hayo kwa lugha nyingine ni mavazi ya kahaba. Lakini hiyo t-shirt pia ilikuwa ina kifua wazi. Wakati huo nikaoneshwa ya kwamba nilikuwa nimetoka kanisani na baba yangu mzazi alikuwa na baskeli. Akanambia, panda twende nyumbani, maana kulikuwa ni mbali kanisani kuelekea nyumbani. Hivyo akanambia, panda twende. Nikajaribu kupanda, haikuwezekana. Nikajaribu tena, pia haikuwezekana. Hapo nikashuhudiwa ya kwamba baada ya yale maono sasa nikashuhudiwa ya kwamba unyakuo ukija ukinikuta katika haya mavazi sitaweza kwenda mbinguni, sitaweza kunyakuliwa kwa sababu mavazi ni mafupi, mavazi haya kunisitiri. Lakini pia pamoja na hapo nikaoneshwa na hiyo nguo niliyokuwa nimevaa, nguo yenye mikono mifupi ambayo inaonesha nguo za ndani. Kulingana na yale mavazi nisingeweza kunyakuliwa. Siku ya unyakuo pengine ikinikuta niko katika hali hiyo, naweza nikaona watu wananyakuliwa wanaenda, lakini mimi sitaweza kwenda. Nitatamani kunyanyuka, sitaweza kunyanyuka kwenda. Kwa hivyo kama Biblia inavyosema ya kwamba wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kusitiri, hivyo nilikuwa sijajipamba kwa mavazi ya kujisitiri, nilikuwa sijavaa mavazi ya kujisitiri. Kwa mavazi hayo yangenifanya nikashindwa kwenda mbinguni. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ikiwa una mavazi ambayo hayakusitiri, ikiwa ni mwanamke umevaa sketi fupi, unavaa suruali mwanamke, ikiwa unavaa mavazi yanayoonyesha kifua chako, yanaonyesha mstari wa matiti, mavazi ambayo yanaacha mikono yako inakuwa wazi, nguo zinaonyesha nguo za ndani, pengine nguo hadi chupi hadi sidiria zinaonyeshwa ziko nje zinaonekana, jua kabisa katika kuvaa kwako Yesu akirudi hutaweza kunyakuliwa. Siku nyingine nikaoneshwa binti mdogo alikuwa amekuja kama kufanya kazi sehemu fulani, akiwa amevaa sketi fupi akavalia na suruali ndani maarufu kama skini. Nikaanza kumhubiri ya kwamba ni mavazi ya kikahaba, acha mavazi ya kikahaba, usivae tena hivi suruali, usivae tena mavazi mafupi. Akafurahi sana yule binti, akasema sikufahamu, maana nina mchungaji wangu mimi, lakini hajawahi kunifundisha haya, hajawahi kuniambia.
Pia kuna baba mmoja alikuwa amesimama kwenye pikipiki katika hiyo eneo, akafurahi sana, akafurahi kwani vile ninavyokuwa ninahubiri, akafurahi. Nikashuhudiwa yule alikuwa pengine ni roho wa Mungu. Na huyo binti nikazidi kumfuatilia hivyo, akawa katika ulimwengu wa roho huko akawa kama vile nataka kuzidi kumfundisha hivyo. Nikatoka hapo nikazidi kuhubiri mavazi ya kikahaba, na kweli lile jambo Mungu alinidhihirishia. Ilikuwa ni siku ya mkesha. Mkesha ulipoisha tukaenda nyumbani. Asubuhi yake kuamka kuna mpendwa mmoja nilikuwa namsindikiza, alikuwa anakaa mbali kwake. Nikamsindikiza kuelekea nyumbani. Nikakutana na binti mdogo anakimbia kanisani asubuhi. Anakimbia amevaa sketi fupi na skini ndani, ama suruali hiyo amevalia ndani. Nikamfundisha, alikuwa vijui. Nikamwelekeza, nikasema kweli Bwana, ni dhambi kweli unavyosema hivi nikufundishe nivihubiri. Na nikasema kwa neema ya Mungu nitakuwa ninahubiri kila mahali. Hivyo mtu wa Mungu unayesikiliza ushuhuda huu, ni wakati wako wa kubadilika. Usivae sketi fupi. Nyakati hizi unakuta hadi mwanamke, mama mzima amevaa sketi fupi, mama mzima amevaa suruali. Unataka nini wewe mama? Unataka nini wewe dada? Ni mavazi ya kikahaba. Ukimwona polisi amevaa nguo yake ya kipolisi, mwanafunzi amevaa uniform, utajua huyu ni mwanafunzi, utajua huyu ni polisi, utajua kama ni mfungwa magerezani, utajua huyu ni mfungwa. Hata kama ametoroka utajua amevaa nguo yake inajulikana. Na kahaba naye ana mavazi yake, ikiwa ni pamoja na nguo fupi, nguo zinazoonyesha matiti, nguo zinazobana, yote ni mavazi ya kikahaba. Kwa hiyo unayevaa mavazi ya kikahaba, acha leo. Yesu anakutaka. Yesu anakaribia kurudi, anasema kwamba tuache mavazi ya kikahaba. Yesu anataka kuonya kanisa. Anaonya kanisa. Wachungaji hawafundishi mavazi ya kikahaba makanisani. Watu wanavaa mavazi ya kikahaba. Ndio maana wengine wanasema uzinzi hauishi makanisani. Unasikia leo hii mchungaji anazini na washirika. Pengine shida sio mchungaji, shida ni yale mavazi yanayovaliwa na washirika. Mchungaji unashindwa kuhubiri mavazi ya kikahaba, unaruhusu masuruali kanisani, unaruhusu vimini kanisani. Uzinzi hautakuachia we mchungaji. Utazidi kutamani wake za watu, utazidi kutamani mabinti wadogo, utatamani washirika wako. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 inasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, tena si kwa kusuka nywele. Pamoja na kusuka nywele, watu wanasuka nywele makanisani, si kwa kusuka nywele. Hayo ni mavazi ya kikahaba. Kwa kuvalia madhahabu, watu wanavaa mahereni, mabangili, wanavaa macheni. Hayo mavazi ya kikahaba. Mtu unayevaa cheni inashawishi ukahaba. Umevaa jini mahaba ambalo linavuta majini, inavuta watu wenye mapepo mahaba. Utashangaa unatamaniwa binti. Una wachumba wengi wanakutamani. Wanakutamani nini? Ni kwa sababu una jini mahaba yanaendana. Yule ana jini mahaba na wewe una jini mahaba. Kwa hiyo unafuatiliwa na majini mahaba. Unadhani unafuatiliwa na wachumba. Hao sio wachumba, hao ni majini mahaba. Wamefuata vile vitu ulivyovivaa. Acha kusuka nywele, acha mapambo hayo, acha mahereni, acha mabangili, acha cheni hizo, uone kama Mungu hajakuletea mtu sahihi kwenye maisha yako. Wanawake leo hii roho za uzinzi hazijawaachia. Wanalala wanawake wanafanya uzinzi na wanaume wa watu. Pengine wanatamani wanaume wa watu, wanatamani hadi wachungaji wao, wanatamani watumishi wa Mungu kama Yezebeli. Wanafanya vitu vichafu mbele za Bwana kupitia mapambo yao, kupitia mavazi yao. Ni kwa sababu hawajaacha mavazi ya kikahaba.
Acha leo mavazi ya kikahaba. Yesu anakupenda we mama, Yesu anakupenda we binti, ili kusudi uende mbinguni. Usidanganyike na wachungaji wanaodanganya kwamba mwanamke ni nywele, mwanamke kusuka ni mwanamke ni ua, mwanamke sijui ni nini. Muulize huyo mchungaji, yameandikwa wapi hayo? Kwamba mwanamke ni mapambo, yameandikwa wapi hayo? Yameandikwa wapi hayo? Hao ni wachungaji wa mshahara ambao hawana uchungu na kondoo. Hawana uchungu na kondoo. Hawawezi kupoteza kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu alinionya kuhusu mavazi ya kikahaba. Na tangu hapo Mungu aliniwezesha. Aliniwezesha. Nguo fupi zote nilizichoma. Nilizichoma nguo zote fupi. Na nyingine pengine kwa nazivalia ndani ya nguo ndefu. Bado Roho Bwana akawa ananikataza. Siku moja nikaoneshwa binti mmoja, mtoto wa mchungaji kwenye maono. Sasa huko alikuwa ni mtoto wa mchungaji, yule binti amevaa nguo fupi. Mimi nikamwambia kanisani humu haingii mtu mwenye nguo fupi. Akasema mimi nitaingia kwa sababu mimi ni mtoto wa mchungaji. Sikiliza nikwambie, watumishi wa Mungu ambao wanawasitiri watoto wa wachungaji na kuwavalisha mavazi ya kikahaba, ikiwa pamoja na mavazi mafupi, watoto wa wachungaji wengi watashindwa kumwona Mungu kwa sababu wakidhani ya kwamba mchungaji ndiye Mungu. Mungu yupo wa mbinguni, Yesu Kristo yupo. Mchungaji ni mchungaji tu, ni mtumishi tu, bado ni mtumwa mbele za Mungu, sawa na wainjilisti, sawa na manabii, sawa na walimu. Watoto wachungaji, badilikeni, mfateni Yesu. Mfateni Yesu kweli kweli. Acha mavazi ya kikahaba eti kwa sababu mchungaji wangu mimi kwa sababu mchungaji anikemee, yeye ni baba yangu. Mchungaji anaweza sikukemea kwa sababu ni baba yako, lakini kumbuka uko moto wa jana. Utajitetea vipi? Utajitetea kwa huduma ya baba yako? Utajitetea kwa huduma mama yako? Eti kwa sababu mimi mama yangu ni mama mchungaji. Hayo kwa sababu mama yangu mimi ni kiongozi wa kanisa, ni mzee wa kanisa. Kwa sababu mimi baba yangu ni mchungaji, hakuna wa kunikemea. Hata nikiingia na modo kanisani, hakuna wa kunikemea. Hata nikiingia na suruali kanisani mimi binti, hakuna wa kunikemea. Hata nikiingia na nguo fupi, hakuna wa kunikemea. Mama yangu ataniambia nini? Baba yangu ataniambia nini? Wenyewe ni wachungaji. Acha nikwambie, yuko kukemea. Yupo ukemea, na Yesu ameshuka sasa kukemea. Acha haya mavazi ya kikahaba. Acha kutenda dhambi we binti wa mchungaji, au we kijana wa mchungaji.